Kijana yule ambaye anaipambania kesho yake hawezi kuendekeza usingizi hata kama kuna hali gani ya maisha, hawezi kuendekeza usingizi. Unakuta kijana analala saa 2 usiku, anaamka saa 4 asubuhi. Lakini unamkuta kijana mwingine mtafutaji analala saa 6, saa 11 ameshaamka, analala saa 7, saa 11 yupo macho. Ukimuuliza kwa nini unalala saa 7, anakwambia nilikuwa natafuta shilingi, anakwambia nilikuwa napambania maisha yangu ya kesho, anakwambia nawahi kazini ili kesho na kesho kutwa nipandishwe cheo. Maana yake kitendo cha kupandishwa cheo na mshahara unaongezeka, unatoka kwenye level ya chini unapanda kwenye level ya juu. Kwa miongoni mwa kitu ambacho kinawaua vijana wengi katika hali ya uchumi ni kuendekeza usingizi. Yaani we kijana wa kiume unalala saa 2 usiku, unaamka saa 4 asubuhi. Ukiamka hapo, haya ukiwa ndo bachelor sasa, unaamka hapo, kile kimiambili ambacho umekibakiza mfukoni, ulichokibakiza jana mfukoni, unaenda kunywa chai. Hauna hata lamani ya kazi, hauna kitu chochote ambacho unajishughulisha, hauna. Kilichobaki ni wewe kwenda kuomba pikipiki kwa rafiki yako, upige sijui wanataka nini, sijui dei waka, ndo hicho ulichokibakiza upate 250. Unakuta kijana analala saa 2 anaamka saa 4 asubuhi, shaamka hapo anaoga, anaenda kunywa kichai, anaingia kucheza magemu, anaingia sijui kucheza vitu gani magemu, kucheza kamari. Ndo maisha ambayo huyu kijana amejiwekeza. Alafu huyu kijana anataka kesho awe na maisha yaliyo bora. Ni maisha gani? Leo ukimuuliza mtu yeyote ambaye ana maisha mazuri, atakwambia kitu kimoja tu, mimi sikuendekeza usingizi. Usingizi kwangu nilikuwa nauchukia sana. Yaani mimi ukiniona nimelala masaa 2, ukiniona nimelala masaa 3, lakini muda mwingi nilikuwa naipambania kesho yangu ambayo ndo leo anaishi kwenye maisha mazuri. Na ndio maana leo mtu anapopambana kesho na kesho kutwa, anapokuja kuinuka, Mungu anapokuja kufungua milango, hatuchelewi kusema Philimason, sijui kajiunga wapi, sijui